Karibu katika kipindi chetu cha neno la uamsho na Apostle S.K. Caleb wa Pentecostal Church of All Nation, Embu Kiritiri Town. Karibu katika ibada zetu Jumapili kuanzia saa 4:30 hadi saa 7. Ibada za katikati ya wiki kila Jumatano saa 10 hadi saa 12 na one on one kila Jumatano saa 4 hadi saa 9 jioni. Tupigie simu kwenye nambari 0712059113. Karibu katika mafunzo ya siku ya leo. Karibu katika kipindi chetu cha neno la uamsho ambacho kinakuja kupitia Uvuro TV and other platforms. Kwa majina ni Apostle S.K. Caleb na hubiri na Pentecostal Church of All Nations. Tuko hapa Embu County, Kenya, na tunaendelea kuamini Mungu ya kwamba ataendelea kutuinua na kutubariki kupitia vipindi hivi, na tunaendelea kuangalia mafundisho ya leo. Tunapoendelea na tunapoanza, wacha tuombe. Bwana tusaidie katika kipindi cha leo, utusaidie kusikia na kufaulu kuelewa mapenzi yako, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Kipindi kilichopita tuliangalia 5 models of prayer. Tukaongea na tukaangalia kwamba maombi ni ya muhimu, kwamba tuendelee kuomba, na maombi hayo tunapoingia katika maeneo ya prayer and fasting, maombi ya kuomba, tuombe na mpango. Kuna maombi unaomba mchanganyiko maalum. Unakuta yale maombi ni mchanganyiko, njui ni kushukuru, njui ni kulia, njui ni nini. Unakuta yule mtu anaomba bila mpango, na leo nataka kukupatia mpango, na tunaendelea na ule mpango mzuri wa kupangilia maombi yako mzuri. Mungu wetu ni wa mpango. Kwa hivyo ni vizuri unapoenda kwa Mungu unjue unaenda na nini, unaenda kuomba nini. Na tukaona ya kwamba jambo la kwanza unapoenda kuomba ni vizuri uwe umejitayarisha kuingia katika roho, praying in spirit. Tuliangalia in Ephesians chapter 6 verse 18 ya kwamba ni vizuri kuomba in spirit. Hiyo ni kuarau Roho Mtakatifu, unaongea na ndimi pale, unajazwa na Roho Mtakatifu, unakuwa empowered, na ukiwa empowered unaendelea. Tuliangalia pia tukaona praying in declaring scriptures. Tukaona kwamba Yesu alishinda shetani kupitia maombi, kupitia neno. Na kwa hivyo you have to declare a word in prayers. You have to declare things. Psalms 1:7 verse 2 says, you declare word of God, declare the word of God, and you're able to overcome. The prayer of inquiry. Ezra, David, they are our model. They pray the prayers of inquiry. Waliomba kuuliza Mungu kama wataweza kuwa na ushindi, divine direction. Walipokea kupitia maombi haya. Another prayer is a prayer of warfare. Mungu anatufundisha kwamba ni vizuri kuomba in all times, na tuweze at all times tuombe, na tuweze kushinda shetani, na kushinda barriers. So these prayers give you victory. They give you they break hindrances in your lives. They break the limitations in your life. The prayers of warfare. Na pia tunaona maombi mengine ya tano, tuliona prayers of thanksgiving. Kama vile Mungu neno la Mungu linasema in Psalms 100, enda katika madhabahu ya Bwana na with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. Enda mbele za Bwana. Psalms 100 from verse 1 to 4. Enda mbele za Bwana. Go to the enter his gates with thanksgiving. Kiti cha enzi ni madhabahu. Kiti cha Mungu ni madhabahu. Madhabahu ya kufanya nini? Tunaingia katika madhabahu ya mbinguni kwa maombi, ili tuweze kuinquire na kujua mapenzi ya Bwana. Bwana akusaidie ili uweze kufanikiwa katika maombi. So I can continue reading Ephesians 6:18. Inasema praying at all times in the spirit with all prayers and supplications. This emphasizes importance of prayers like persistent prayers, intercessions for believers. Kwa hivyo tunaweza angalia in more details on these models. In these models tunaona kwamba praying at all times, kuomba katika nyakati zote. Wakristo wengi hawaombi wakati wote. Wakati mwingine Wakristo wanaomba wakati wako kwa shida, na kwa hivyo wakifanikiwa wanaacha maombi.
Na mimi nimekuja leo kuonyesha maandiko haya, Ephesians 6 verse 18. Paul anawaambia kwamba waombe nyakati zote. Sio nyakati ambazo wamefanikiwa. Waombe wakati wako kwa shida. Waombe wakati kuna mambo mazuri. So it is good to pray, not just in the times of needs and crisis, but throughout our lives. That means our lives is full of prayers. Ukiamuka unaomba, ukilala unaamka, the midnight unaomba. So you become a prayer life. You be a prayer. You walk praying. You sleep, walk praying. You eat praying. Maana nasema kwamba tujichunge kwa sababu nyakati hizi, be watchful, because at all time. Why? Because the enemy is roaring, according to Peter, is roaring like a lion. No, he is not a lion, but he like a lion, roaring like a lion. Na tunaona kama like a lion. Why? He is looking for somebody to devour. Kwa hivyo si wakati wa kulala. Tunaona wakati mitume walilala, parable. Yesu anapeana parable bali. Anasema kwamba wakati walilala adui aliingia. Hii si wakati wa kulala. Hii si wakati ulikuwa unalala unaamka unakuta mambo yako mazuri. But unalala saa hii unakuta mambo imegeuzwa. Unalala kwa kazi yako unakuta kazi yako imechukuliwa na mwingine. Unalala kwa biashara unakuta biashara yako imekuwa exchange. Unalala katika destiny yako unakuta destiny yako ishabadilishwa. So you should not sleep. You should pray at all times. Unaomba kila wakati. Tunaona Yesu akimuombea Peter, anamwambia Petro, nilikuombea sana maana shetani alikuwa anataka kukupepeta. Anataka kukupepeta kama ngano, na wewe umelala, na wewe unjui ni mimi nilikuombea. Jesus was alert. He was praying all times. Tunaona the ministry, the success of Jesus and the success of the ministry on earth, it was just because of praying at all times. Kabla ya mambo yote alikuwa anaamkia maombi, kwa sababu akiamka saa ile anaamka mpaka usiku. Watu wanamfuata, wanahitaji kuombewa, wengine wanahitaji guidance, wengine wanahitaji deliverance, wengine wanahitaji healing, wengine wanahitaji kufundishwa how effective Jesus was. He was so effective because of the power of praying in all times. Na wewe Mkristo, nataka uamuke na unjue kwamba maombi ya kila siku kila saa yanahitajika. You have to develop a model. You develop this model of praying all times. Praying all times. You develop this model of praying all times. Even when goods are good, when things are good. Hata wakati uko kwa sherehe, hata wakati unafurahia, unakuwa alert. Maana kwa hiyo sherehe unakuta kunaweza kutokea jambo. Wakati umenunua gari mpya, wakati umepata baraka, wakati umepata shamba nzuri, wakati umepata kanisa nzuri, you need to pray, because all times means in times of good time, evil times, in season and out of season, you must be ready. Readiness. Be ready to pray at all times. Kwa sababu usipoomba shetani anachukua nafasi hiyo. Mungu akusaidie. Another model ambayo ningetaka watumishi wa Mungu tuangalie is the prayer of supplication. Prayer of supplication. Prayer of supplication is asking God for specific needs and requests. Supplication ni kupeana mahitaji fulani. Kuna mahitaji uko nayo. Yale mahitaji, maandiko yanasema Matthew 7:7, ombeni nanyi mtapewa. Hii supplication, you pray, you ask. With all supplications, God is faithful. Anaweza kukujibu. So the prayer of supplication is for specific needs and specific requests. Hapa ni pale unasema kwa wiki moja nitaombea jambo moja tu, siombei jambo lingine. Na hilo jambo naombea moja tu ama mambo mawili tu. Those prayers and all that type of prayer or that type of model is called a supplication. A supplication where you pray for specific needs. Kwa hivyo kuna specific needs ambazo tunapaswa kupeleka. Tunaweza kuwa na jambo kanisani, na hilo jambo kabla tuweze kuexecute, tunalipeleka mbele za Bwana, tunaliombea. Why? Because there will be many limitations. There might be many limitations. Paul anasema with all supplication tuombee watumishi wa Mungu. With all supplication tuombee Paul, tuombee Barnabas,
walikuwa wanaitisha maombi kwa sababu gani? Because there are many hindrances, there were many hindrances on the way. Walikutana na opposition, walikutana na setbacks, walikutana na imprisonments. Kwa hivyo walihitaji watu watakaowaombea, watakaoomba with all supplications. God is able to hear and answer. Na kwa hivyo ninawauliza watumishi wa Mungu, pray for your people, pray for the church, pray for specific needs before you execute them. Take them to God in prayer. Na ili ombi, this model inataka kufanana na model nyingine nataka kupeana hapa, inaitwa intercession. Intercession is a model where we pray for others, including fellow believers. Hapa ujihitaji, hapa ujiombei, hapa unajiweka kando. Intercessors, specifically, they pray for others. They pray for needs of others. They pray for the church. They pray for others. Tunaona watumishi wa Mungu wakati Apostle Peter aliingia katika imprisonment. Maandiko yanasema kanisa lilikuwa linaomba. You see devil through Herod. Alikuwa amezoea, aliua James akaona jambo limependeza watu. Akasema sasa nitaendelea na Petro na yeye aende. Lakini hawakukumbali. The church was asleep during the death of James, but during the time of Peter, wakasema hapana, mwingine hawatachukua. Wakaamuka with intercession. What happened when there are no intercession? When there is no intercession, jambo linakuja, shetani anazoea kuharibu. So tani anaingia, roho ya Herod anaingia, inachukua James, inachukua Peter, kwa sababu watu wamenyamaza, watu wanazoea, kuna shida. Hiyo kifo tu ni ya kawaida. Unakuta watu wamezoea tu kuona shida ikitendeka bila wakiwa wamenyamaza. But when you wake up, the intercessors are awakened. Na mimi nakuombea leo, kama wewe Mungu amekupatia neema ya maombi, ya maombezi, intercession, Mungu akuamshe uanze kuombea watu wengi wabarikiwe. Na kuna baraka nyingi sana the intercessors get, because the blessing that come to those people, you have a taste of them. Ukiombea wengine breakthroughs, hata wewe unakuwa na breakthrough. Maana kile wewe unapanda, according to Galatians 6:7, ya kwamba upandacho ndicho utafuna. Kwa hivyo intercessors stand in the gap because of others. They stand in the gap because of the church. They stand in the gap because of the families. They stand in the gaps because of the nations. Nations can be in crisis. Kunaweza kuwa na financial crisis, in the economic crisis. Kunaweza kuwa na diseases. Kunaweza kuwa na shida katika community. God has to raise up the intercessors. Katika kipindi cha neno la mwisho, ninaamusha na ninaombea let there be intercessors in Embu. Let there be intercessors in Eastern Kenya. Let us intercessors in Western Coast. Let there be intercessors in Northern Kenya. Let there be intercessors. Let God, the spirit of intercession, come upon Kenya, come upon East Africa, come upon Africa. Let there be people who will pray for the nations. People who will stand in the gap. People who will be able to pray for revival. Mungu akweze kukuinua, so you become one of the intercessors. Mungu akusaidie kwa jina la Yesu Kristo. So another prayer ambayo as a good model ambayo naona ni vizuri niweze kushare na wewe, it's called the prayer of adoration. It's prayer of adoration. Adoration is the praising God for who He is and what He has done. Adoration. Adoration is a good prayer. Here you go there in presence of God with yourself, with your sacrifices, with you yourself as a sacrifice. Give yourself to the Lord and adore God. Worship the Lord there. Let there be a music. Unaweka wimbo tu, unasema sasa nitakuwa na 1 hour or 3 hours of worship. Worship the Lord, adore God, worship the Lord. Unafanya adoration. Why? You praise God for who He is. Pale hauna mahitaji, pale hakuna kusema nahitaji pesa, nahitaji nini. Hapana, pale unaenda unasema Mungu, nimekuja kusema wewe ni Mungu. Wewe ndiye uliumba dunia hii. Wewe ndiye uko na nguvu na uweza. Wewe ndiye ulinipatia uhai. You adore God. You adore God. You worship God there. You praise Him. You praise Him with power. You praise Him. Unamtukuza, unamheshimisha, unamuinua
unasema yeye anaweza, na yeye ni Mungu aliyeko sasa na atakayekuwa. You adore him. So this is a good also a model ambayo tunapaswa kuwa nayo, kwa sababu Mungu anatafuta hawa watu. According to John chapter 4 verse 24 to 25, anasema yeye anatafuta watu waliojazwa na Roho, walio na nguvu za kumwabudu, walio na uwezo wa kumwabudu kwa roho na kweli. He is looking for these people who are able to worship him in the spirit and the truth. And so it is very important to have this model in the church. The church needs to adore God. The nation needs to raise God. Wakati mwingine kuna nchi, na nimetembea nchi nyingi, unakuta nimeenda Kongo pale nikakuta kanisa fulani. Kanisa hilo limeenda kwa mto, na pale kwa mto they adore God, the God of rocks. Wanaenda pale worshiping the idol, worshiping the God of frogs. Na wakati wanaomba frogs, wakaomba mara ya kwanza, ya pili wamejinyima kula na kunywa up to 70 day, na kwa ile mto mapepo na maroho machafu yakaanza kujitokeza. The frogs, they started joining them in the prayer. Wanakuja wanachukua the adoration, wanaanza kupiga kelele pale after taking the adoration. So demons come, they adore him, na anakuja pale piece of frogs zinapiga makelele pale. Chura mingi, chura kama 1,000 zinakuja pale, zinapiga makelele pale. They adore that God, na huyo Mungu wao anakuja. They feel nice. Wengine wanajikatakata, wengine wanaitisha miungu. Hapa kwetu Embu kuna watu wanaabudu, wanapita juu ya moto, wanapitia motoni, wanapitia kwa hizo moto, na unakuta wachomeki. Why? Because they have adored the idols, the ancient idols. Unakuta hata akikanyaga moto achomeki. Unakuta hizo adorations of evils zimeinuka, na wanafikiria wanasaidika, but after praying all those things, unakuta bado wako desperate, bado hawajasaidika, because hakuna gift ya shetani, hakuna gift nzuri ya shetani. They are still afflicted by those demons. And so why adoring God? Because he is the one who sustains our lives. He is the one who has given us life. He is the one who can answer. He is the one, the only one who can bless. The true blessings are from the Lord. So it is good to exercise the prayers of adoration. Another prayer model I would like us to engage on is the confession prayers. Confession prayers. The confession is where you acknowledge your sin and acknowledge the sins of your people and ask God for forgiveness. Ili maombi ambayo unachukua nafasi na unaomba, unaambia Mungu nisamehe. Mungu nisamehe. Daniel took time. Daniel chapter 8, chapter 9, he took time to pray and ask God for repentance. He repented for his sins. He repented for the people of his family. Anaomba na anatubu dhambi za baba zao. Anatubu dhambi zote. Ecclesiastes 5:7 inasema kwamba wazazi wetu walitenda dhambi na wakaondoka, na sisi ndio tunafuatwa na dhambi, tunafuatwa na laana, tunafuatwa na mateso, tunafuatwa na laana. Kuna laana zinaweza kuwa zinatufuata. So the best important of this prayer ni kwamba wakati unajua kweli kuna vitu vinawafuata, kuna dhambi inaendelea. You see, no curse has no legal ground. As Proverbs 26 verse 2 says, ya kwamba kama vile shomoro kunguru zinazunguruka zikitafuta mahali pa kutua, ndivyo laana isiyo na maana haiwezi kugonga mtu. Kwa hivyo unagongwa na laana kwa sababu they are legal grounds. So when you pray this prayer of confession, you are able to break the family altars. You say sorry for your fathers did what they did. Baba zako ndio walikuwa wananyonga watu, baba zenu ndio walikuwa wanarogana, baba zenu ndio walikuwa wanaibia watu mashamba, baba zenu ndio walikuwa wanaua watu usiku, watoto baba zenu ndio walikuwa wanafanya matambiko katika city, katika village. Na sasa wewe umezaliwa katika ile familia. There are legal grounds that can stop you. There are legal grounds. Usiseme si wewe ulitenda. Maandiko inasema ya kwamba God is able to take and to transfer
a curse from first generation to fourth generation. So ukizaliwa wewe unaweza zaliwa na ukute unafuatwa na zile vitu. So it is very important to pray the prayer of confession. Confess the sins you know and the sins you don't know, ili uweze kuwa na ushindi katika maisha yako. So this model is very important model to destroy altars, to destroy generational altars, to destroy family altars, to destroy regional altars, community altars, national altars ambazo zinaendelea. Usiseme dhambi hizo sio mimi nilitenda, hapana. Confess those sins, the sins committed in the church. Confess the sins of your church, the sins of your fellow members. Mungu aweze kukusamehea. Labda mliinukia mchungaji, labda mliinukia baba fulani, labda mliinukia baba yenu la kiroho. Confess those sins ili Mungu aweze kukuinua na kukubariki. So there is another prayer model I would like also to emphasize on is the prayer of perseverance. Praying with perseverance. Ni maombi ya kuendelea. Ni maombi ambao unaomba leo jambo na unaendelea. Praying with all perseverance, ambayo imeandikwa katika ile neno tulisoma in Ephesians 6:18. Pray in perseverance. Why perseverance? Ili tuweze kushinda. Kuna perseverance, kuna kuendelea. Kuna mwanamke pale in Matthew and also in Luke ya kwamba alienda kwa yule tajiri akiomba apewe haki yake. Alikuwa anaomba haki yake. Anaomba haki yake kwa yule judge, na akaomba mara ya kwanza akawa hajibiwi, akaomba mara ya pili hajibiwi, lakini akaendelea perseverance. Na alipoendelea na perseverance aliweza kusaidiwa na Mungu, na neno la Mungu linasema kwamba yule mzee hata kama hajui Mungu aliweza kutoka na akamfanyia justice. Hii ni maombi ambayo inahitaji justice. Justice is not demanded just with a short prayer. No. When you need a justice in your life, kuna watu wengi wanahitaji haki. Unahitaji kuomba hili ombi. The prayer of perseverance ndio inakupatianga haki yako. Haki yako haitajiki ukienda tu kwa barabara. Haki yako huwezi itisha baba yako haki yako tu kwa kuitisha ukilia pale. You go for prayers for perseverance. You are asking God, you asking Father for perseverance. Kuna haki yako katika destiny. Kuna watu walikuja wakafunga destiny yako na wakasema hautaendelea. But you need to pray the prayers of perseverance ili uweze kufungua the doors that have been closed. Kuna milango na kuna malango ambayo iko imeresist. Joshua 6 awangeingia ama kutoka. It was tightly closed. No one could enter, no one could come out. Malango inaweza fungwa, lakini Mungu anakusaidia kufanya nini? Kushinda, kwa sababu of prayer of perseverance. So this is you need to persevere, you need to persist, you need to be to have unwavering prayers, even when you face the challenges and delays. Kuna maombi watu wanapaswa kuomba hata kama unakutana na delay, hata kama unakutana na pingamizi namna gani. You persist in prayers, you persist and you continue to pray. Why? Because there are issues, there are limitations. Kuna malango imefungwa. Jericho is tightly closed. Na kule kumefungwa ndiko baraka zako ziko. Kuna watu waliona Israeli wanakuja. Kuna watu waliona wanakuja kuingia katika Canaan na wakapanga ya kwamba wataanza kublock. Kuna watu waliona nyota yako. Kuna watu waliona unaenda kufanikiwa na wakasema sasa vile tutafanya, we starting putting roadblocks. Na hizi roadblocks zinahitajika perseverance. Zinahitaji perseverance ili uweze kupokea haki yako. Joshua prayed for the justice. Maana kulikuwa na haki yao. Hii nchi Mungu alikuwa amewapea. Hii nchi ilikuwa mzuri. Hii nchi ilikuwa na baraka. Lakini imefungwa. Na kwa hivyo ili wapokee haki yao, walipersist. Na walipoenda pale, maandiko yanatuonyesha kwamba they surrounded that city 7 times, and in the 7th day they went the seven shouting 7, and after the 7 they shouted, "This is our Lord,
This is our land. This is our possession. This is our possession. And they worship the Lord after perseverance. Mungu alikuwa amewaelekeza wasiombe ombi moja. We see the prayer of perseverance ambayo mtumishi wa Mungu Elijah anaomba pale after he had closed the heavens, kusiwe na mvua kwa siku kwa miaka 3.5. The word of God says ya kwamba walienda pale kwa mlima kuomba na wakaomba mara ya kwanza kuna mvua, mambo ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, kile aliona just a sign of a cloud. Na walipoona ile sign alijua ya kwamba breakthrough imekuja. So why? Because he persisted in prayers. Kwa hivyo perseverance ni kitu ya maana sana kwa Mkristo. Wakristo wengine hawaoni breakthrough. Wewe ulienda kanisani ukaombewa mara moja na hutaki kuendelea na maombi. Wewe ulienda kwa Mungu ukaomba mara ya kwanza na hutaki kuomba mara ya pili ama ya tatu. It is good to persevere in prayers. It is good to pray and pray and pray until something happens. It is good to push the door until it opens in the mighty name of Jesus. Na kipindi hiki ninakuombea uendelee na maombi kama vile Naamani aliponywa. Unaenda kuponywa, unaenda kuona breakthrough. Alienda akaingia kwa maji mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka mara ya 7, na mara ya 7 akaona breakthrough, akapata uponyaji. Na mimi nakuombea ili upate uponyaji wa maisha yako, you need to pray. Pray and pray. These models I've shared with you. Mungu anaenda kukusaidia na kukuwezesha na kukuinua katika kipindi hichi cha neno la mwisho, na kuamsha katika hizi model, na kuamsha katika maombi. Mungu akutie nguvu ya maombi. Mungu akutie nguvu za kuendelea na maombi katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuinue, Mungu akubariki. Amen, amen, amen. Ili kusaidia injili hii kuwafikia watu wengi zaidi, unaweza kutuma mchango wako kupitia Paybill 874950, account number 113636. Mungu akubariki unaposimama na mtumishi wake na kushiriki katika kazi hii ya kiroho.